watakatifu. Iweni watakatifu. Be ye holy. Iweni watakatifu. Na andiko linalotuongoza kwenye somo hili ni Petro wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 16, na tunasoma pamoja na mambo ya Walawi sura ya 19 na mstari wa 2. Na neno la Mungu nasema kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na imeandikwa wapi? Ni kwenye mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 2. Na nimeanza kufundisha somo kwa mtiririko. Kwa tukaanza kwa kuangalia dhana ya utakatifu, the concept of holiness. Ndani yake tukawa na mambo mengi, na nikataka tutoe tafsiri. Na tukatoa tafsiri kutokea kwenye Biblia, kutokea kwenye neno kadosh, ambalo ndio neno la Kiebrania linalozungumzia utakatifu. Na vile vile tukaangalia neno la Kiunani hagios, ambalo vile vile linazungumzia utakatifu. Alafu siku hiyo nikahitimisha kwa kuangalia madaraja mawili ya utakatifu: utakatifu kwa nafasi, positional holiness, na utakatifu kwa mwenendo, progressive holiness. Alafu tukaangalia sehemu iliyofuata, kuna kusanyiko maalum au kundi maalum la watu ambalo ndio Mungu analitazama kuwa hiki ndio kituo cha watakatifu. Yaani ukiuliza watakatifu wako wapi, wako kwenye hilo kusanyiko, linaitwa eklesia. Na tukaenda kwa undani eklesia ni nini, walioitwa, na tukagundua ni baraza, na tukagundua ya kwamba kuna matarajio ya wajumbe wa hilo baraza. Na wajumbe mnakumbuka, si ndio? Na nilionyesha tumeitwa kutoka kwenye nini na tumeitwa kwenda kwenye nini. Alafu nikafundisha kuhusiana na mwenendo, si ndio? Nikafundisha kuhusiana na mwenendo. Alafu nikafundisha inagharimu nini, na kwenye ibada ya Pasaka nikafundisha upande mmoja, upande ambao inamgharimu nini Mungu ili sisi tuwe watakatifu. Na ibada ya Alhamis iliyopita nikafundisha inagharimu nini upande wa mwanadamu. Na walikuwepo ibada ya Alhamis wanakumbuka, ilikuwa ni mind blowing. Ilikuwa ni kitu ambacho kilitulipua sana. Na tukaona ya kwamba kwa wasaidia ambao wakuwepo, sitarudia kabisa. Tukaona Bwana Yesu anasema haki yenu kwenye Mathayo sura ya 5 mstari wa 20, haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Kwa kuna standard ambayo Yesu 5:20 ambayo Yesu anaizungumzia. Kuna kiwango ambacho Yesu anakisema wanafunzi wake au waamini wanapaswa kuinuka kufikia kwenye hicho kiwango. Anasema kaangalieni Mafarisayo, afu sasa muwazidi. Haki yenu lazima izidi haki ya waandishi na Mafarisayo. Na nikawaonyesha siku ya Alhamisi ya kwamba watu wengi wakisikia Mafarisayo, wengi tumekaririshwa hivyo ni watu wabaya, watu waovyo, watu wasiofaa. Lakini nikakuonyesha by definition Farisayo ni nani. Na mmoja wa Mafarisayo wakubwa alikuwa ni Mtume Paulo. Kwenye Wafilipi 3:5 anasema kwa habari ya kuishika torati Farisayo. Kwa Farisayo ni mtu aliyetoa maisha yake kushika neno la Mungu. Na nikakuonyesha aspects 3 za kutunza torati. Alafu nikaanza kuonyesha Mafarisayo walifanya nini. Tukaona kutokea kwenye neno la Mungu Mafarisayo walikuwa wanayachunguza maandiko. Na tulienda kwa upana kwenye shule ya kuchunguza maandiko. Mafarisayo walikuwa watoaji wa sadaka. Walikuwa wanatoa sadaka hadi ya viungo. Kama vile nikisema leo fungu la 10 la pilipili, fungu la 10 la vitunguu swaumu. Wao walikuwa wanatoa fungu la 10 la mnanaa na bizari. Yaani ananunua anatoa fungu la 10. Wameenda mbali, na kuna watu wana struggle na kutoa sadaka na fungu la 10. Hauwezi sasa. Lazima uwe umewazidi. Yaani swala la kutoa lisiwe discussion. Hallelujah. Alafu Mafarisayo vile vile walikuwa ni washuhudiaji. Walikuwa ni crazy soul winners. Yesu anasema
mnasafiri, mnavuka bahari na nchi kwenda kutafuta mtu mmoja, kuconvert mtu mmoja. Alafu jambo la 4, walikuwa ni waombaji, na walikuwa wanaomba sala ndefu. Alafu wewe tu unasema nani ile ilikuwa anasema ile ya baba yetu atukuzwe plus God minus devil, unaenda kulala. Walikuwa wanaomba sala ndefu, na Yesu hakukemea kuomba sala ndefu, alikemea nia yao katika kuomba sala ndefu. Kwa hiyo lazima ukiwa na nia njema unaruhusiwa kuomba sala ndefu. Kwa hiyo Yesu anasema lazima tuende mbele yao. Alafu jambo la 5, oh my goodness, jambo la 5 kuwahusu, walikuwa wanafanya matendo ya huruma. Hii ndio kundi la watu walikuwa wanaenda kwenye nyumba za wajane. Walikuwa wanafanya matendo ya huruma, walikuwa wanaenda kwenye nyumba za wajane. Na jambo la mwisho, walikuwa ni watu ambao wanafunga. Walikuwa wanafunga. Fasting ilikuwa kawaida. Unakumbuka ile Farisayo wameingia kwenye maombi, anasema Mungu, mimi nafunga mara 2 kwa wiki. Alafu kuna mpendwa mmoja anamaliza mwezi hajafunga. Alafu nazidiwa na Farisayo. Neno la Mungu nasema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo kamwe. Kwa hiyo inagharimu kufunga, inagharimu kuomba, inagharimu kutoa, inagharimu kuvuna nafsi, inagharimu kuchunguza maandiko, inagharimu vitu vya namna hiyo. Bwana Yesu na asifiwe. Leo na kwa neema ya Mungu nataka nikuonyeshe matunda ya utakatifu. The fruits of holiness. Matunda ya utakatifu. Na ndio tunakuwa tumemaliza kozi ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tumemaliza kwa hapa, lakini ni kozi ndefu. Si ndio? Lakini walau una kitu unafahamu kuhusiana na utakatifu. Na kitu gani tunakitafuta hapa? Usisahau tulikotokea. Tulikotokea mwanzoni niliwekeza muda kukuonyesha taifa la Israel walikuwa katika hali ya mifupa mikavu. Walikuwa katika hali ya kulaumu kwa sababu walidivert kutokea kwenye utakatifu. Waliondoka kwenye njia ya utakatifu. Kwa kuondoka kwenye njia ya utakatifu kunapelekea kuwa katika hali ya mifupa mikavu. Na Mungu akawafufua, akawahuisha, lakini ili waweze kutunza ile hali ya kufufuliwa na kuhuishwa, wanatakiwa kutunza hali ya utakatifu. Unanisikia vizuri? Unanielewa vizuri? Kwa nini tunajifunza haya na nakuonyesha matunda haya ndio yatadrill zaidi? Ili uweze kutunza mtembeo wa Mungu. Kuna vitu Mungu atavizaa kwenye maisha yako. Kuna vitu Mungu atakupatia. Kitakachotunza hivyo vitu ni namna gani unatembea, namna gani unaenenda, namna gani unaishi, namna gani una behave. Watu wa Mungu wananisikia vizuri? So tunda la kwanza la utakatifu ni hakikisho la kumuona Bwana. Hakikisho, assurance. Hakikisho la kumuona Bwana. Ukisoma kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 12 na mstari wa 14, nilihinti kitabu wakati nazungumzia utakatifu wa mwenendo, progressive holiness au habitual holiness. Anasema tafuteni kwa bidii, attitude ya kutafutia utakatifu. Hali yako ya moyo wakati unautafuta utakatifu, usitafute kirahisi. Nakumbuka nilisema anaposema utimizeni wokovu wenu. Kwa nini? Kwa kuogopa na kutetemeka. Anasema utafuteni kwa bidii. Kuwa na nini? Na amani na watu wote. Ni kama unasema oh, that one I can do it. Hiyo ya kuwa na amani na watu wote, naweza nikaanza. Nikawa nawasalimia, nikawa situkani watu, sipigani watu. Asa kabla hujasahau. Na huo utakatifu. Kwa kuna vitu viwili unatafuta kwa bidii. Unatafuta amani na watu wote. Halafu jambo la pili unatafuta kwa bidii, unatafuta utakatifu kwa bidii. Sio tu unatafuta, kuna namna ya kutafuta utakatifu. Kwa nasisitiza vyote. Sio tu nasema tafuta utakatifu, lakini nasema utafuteje utakatifu. Nasisitiza kutafuta utakatifu, nasisitiza bidii ya kutafuta utakatifu. Moja ya kitu ambacho kimekosekana sana katikati ya wapendwa wengi sahihi
ni Bwana ametuokoa, Bwana asifiwe, tunaenda mbinguni, sawa. Halafu huoni bidii ya kupursue, kutafuta maisha ya utakatifu. Huoni juhudi, huoni kujiwekeza, huoni kama Mafarisayo wanafunga, huoni wanaomba, huoni dedication. Iko wapi dedication? So mwandishi wa Ibrania anasema wekeza bidii. Kama utatunza ufufuo na uamsho, kama utatunza mambo Mungu atakupa, kuna bidii inatakiwa. Sio bidii kwenye kitu chochote, bidii kwenye kutafuta utakatifu. Amen. Sasa baadaye anasema ina matokeo gani? Anasema ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Hapana mtu atamuona Bwana asipokuwa nao. Maana yake mtu akiwa nao kwa hakika atamuona Bwana. Kwa hakika atamuona Bwana. Na nilitambulisha kidogo, nitaiendea kwa undani sasa. Nitaelezea swala la kumuona Bwana. Swala la kumuona Bwana kwenye ulimwengu wa Ukristo, au wale wanasoma theolojia tatumie akakaneno Christendom. Kwenye ulimwengu wa Ukristo, kwenye Christendom, kuna dhana mbalimbali za kumuona Kristo, kumuona Bwana. Kuna dhana ambayo inazungumzia kumuona Bwana wakati ujao, inaitwa futuristic. Kumuona Bwana wakati ujao. Kwa hiyo tunaposema tafuta utakatifu, tafuta utakatifu, na unaweza ukahubiri hapana mtu atamuona Bwana, hatamuona Bwana siku hiyo atakaporudi. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatafuta utakatifu ili wamuone Bwana siku atakaporudi. Atakaporudi na mawingu na jeshi la malaika zake. Atakaporudi siku ya hukumu ili tumuone siku hiyo. Na wengine wanasema kwa vile ni future, hapa naweza nikakivuruga, halafu nikiona amekaribia au nikiona nimekaribia kwenda nitatengeneza. Kwa nini? Kwa sababu anajua ni wakati ujao. Kwa hiyo swala la kumuona Bwana limesukumwa mbele. Kwa hiyo hapa uhitaji kumuona Bwana limesukumwa mbele. Hilo ni kundi moja. Kuna kundi la pili ambalo swala la kumuona Bwana ni la kihistoria. Historic. Ni jambo la zamani, jambo lililopita. Kwa hiyo hawa ni watu ambao ukiwaambia Mungu ni Mungu wa miujiza, Mungu ni Mungu wa ishara, Mungu ni Mungu wa matendo, Mungu ni Mungu mponyaji, wanasema ni kweli anatenda wakati uliopita. Ambao tunapokuja, kwa mfano tunapokuja kuzungumzia karama za Roho Mtakatifu. Kwa mfano kwenye karama zimegawanyika kwenye makundi matatu makubwa. Kuna karama za uneni, sawa, ambao ndani yake kuna mpaka tusome hiyo wa Korintho. Kuna karama za uneni zinahusisha speech. Alafu kuna karama za nguvu za utendaji kama matendo ya miujiza, karama ya imani, uponyaji. Hizo ni karama za nguvu. Halafu kundi la tatu ni karama zinazoshughulika na mambo ya siri kama neno la unabii, neno la maarifa na neno la hekima. Hizo ni karama ambazo zinahusika na mambo ya siri. Kwa kuna karama za kunena, karama za nguvu, karama ambazo zinahusika na mambo ya siri. Sasa kuna watu ambao tunapozungumzia karama wanaitwa cessationists, ambao wanaamini ya kwamba hizo karama ni kweli, ni halisi, ila hazitendi tena sasa hivi. Tushakutana na watu ameokoka kabisa, ila haamini ya kwamba Mungu anaponya sasa, ila anaamini ya kwamba Mungu anaponya wakati uliopita, ya kwamba Yesu alifungua macho ya watu, ya kwamba Yesu alifufua wafu, ya kwamba Yesu aliinua wagonjwa, ni wakati uliopita, hatendi sasa. Au wanaitwa cessationists. Wanaamini hivyo vitu vimekwisha. Kwa hiyo wanamuona Mungu kihistoria, wanamuelezea Yesu kihistoria, wanaiona miujiza kihistoria, wanaona mambo yaliyopita. Halafu kuna ile kundi la pili linaona kwa wakati ujao, futuristic. Atatenda. Ufalme wa Mungu ndio atakaporudi. Tutamuona Bwana ndio atakaporudi. Halafu kuna kundi la tatu. Kundi la tatu ni watu ambao wanazungumzia kumuona Bwana theoretical, kinadharia. Kinadharia. Yote ni kumuona Bwana ila kinadharia.
Na hii kinadharia sio kwamba nina dismiss kwamba hawamuoni Bwana, ila utasikia wanamuona Bwana katika ulimwengu wa roho. Namuona Bwana katika roho. Hawa ndio ambao unakuta kuna dogo mmoja kule Mwanza, baada ya kufundisha somo moja la utajiri na nini na nini, dogo akafunga safari akaenda Geita. Alipofika Geita akaona shamba moja la ananasi. Akasema sasa hili ni shamba la baba yangu. True story. Na ni kanisani ni Uvai. Kwa sio utani. True story. Akaenda akasema hili ni shamba la baba yangu. Akaenda akatafuta watu, akaenda akachukua roli. Alafu akatafuta wavunaji kama njoni. Akawapa kazi. Vuneni ananasi. Wakaanza kuvuna, wanapakiza. Alafu akamwambia sasa tutangulieni Mwanza. Tawakuta kwenye soko. Baadaye yule mwenye shamba anapigiwa, "Halo. Vipi? Mbona unavuna? Tulikwambia ukiwa unavuna utuambie." Navuna na mimi sijui. Ambia, "Mbona hapo umevuna umekaribia kumaliza?" Akaja, walimdaba yule bwana mdogo. Asema, "Niacheni bwana. Hizi zote ni mali za Bwana. Shamba la babangu." Wanampeleka kituoni, wanamuuliza, "Vipi bwana mdogo?" Asema, "Shamba la babangu." "Baba yako nani?" "Mungu." So kuna watu wa namna hiyo ambao wamebarikiwa baraka zote katika ulimwengu wa roho. Ukiwaangalia hawana hiyo baraka katika ulimwengu wa mwili, wanapiga miluzi tu. Wamebarikiwa katika ulimwengu wa roho. Ndio wale ambao wana majumba katika roho, wana mashamba katika roho, wana watoto katika roho. Yaani vitu vyao viko rohoni, hawawezi kuvidownload kuja mwilini. Hawa ni watu ambao wanamuona Bwana katika roho. Mimi nione hivi, mimi ni tajiri sana katika roho. Mimi nione hivi, yani ni mchafu, anasema mimi nimeoga katika roho. Yaani watu ambao mambo yao yako katika roho. Hawa ni watu ambao hawezi kuishi hapa on the ground, hapa duniani. So kuna watu ambao wanamuona Bwana siku zijazo, wengine wanamuona Bwana siku zilizopita, wengine wanamuona Bwana katika roho. Lakini nataka nikusaidie kinachozungumzwa ya kwamba bila huo huwezi kumuona Bwana. Haposema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Kuwa na amani na watu wote. Tunatafuta kuwa na amani na watu wote siku Yesu atakaporudi, au tunatafuta kuwa na amani na watu wote katika roho, au tunatafuta kuwa na amani na watu wote wakati uliopita? Sasa kwa lazima tusome andiko kwa uhalisia. Kama tunatafuta kwa ajili ya wakati ujao, tungetafuta wakati ujao ili tumuone Bwana wakati ujao. Kwa ile andiko au watu wote kama ni wa wakati ujao, Yesu akija, au obvious tutakuwa na amani nao, si ni kanisa. Kwa tuhitaji kutafuta amani na kanisa, definitely. Wote tutajikuta pale kwa Yesu, tunagonga high five, tunaimba wimbo wa mwana kondoo. Kwa hiyo kinachozungumzwa ni sasa, ni kwenye ulimwengu huu, ni leo, ni kabla hujaja kanisani, ukiwa kanisani, baada ya kuondoka kanisani, ni wiki yako, ni mwezi wako, ni mwaka wako 2025. Kwa kama hivyo vitu kimojawapo ni amani, unatafuta na watu wote sasa, na huo utakatifu na utafuta sasa, maana yake vile vile na kumuona Bwana unamuona sasa. Lakini sikatai unamuona sasa na utamuona wakati ujao. Unamuona sasa na unamuona katika ulimwengu wa roho na unamuona katika ulimwengu wa mwili. Kwa mimi ninakaa upande zaidi, sio wa historic au futuristic au theoretical, ninakaa upande zaidi wa experiential, practical, kwenye uhalisia, kwenye maisha ya siku kwa siku. Sasa anasema ili uweze kumuona Bwana siku kwa siku, kigezo lazima uwe na utakatifu. Hiyo ni kusema mazingira ambayo Bwana anaweza akakaa na wewe unapokuwa kwenye masomo ni utakatifu. Mazingira ambayo ni hewa ya Mungu kuvuta ili akae na wewe kwenye chochote unachokifanya ni utakatifu. Ukiondoa utakatifu, ni mazingira yanayonuka, Mungu hawezi kukaa na wewe. Bwana Yesu na asifiwe. Unataka kumuona Bwana kwenye ndoa,
mazingira ni utakatifu. Ndio Bwana anaweza akaja akakaa kwenye hiyo biashara, ni utakatifu. Ndio Bwana anaweza kuja kukaa. Mazingira yanayomhost Bwana ni utakatifu. Bwana Yesu na asifiwe. Mnaelewa vizuri watu wa Mungu? Kwa hiyo acha ule ulokole wa miaka ya 90 wakati wa mama yangu pale. Miaka ya 90 walikuwa nini? Wao wanaamini tuangalia ndege wa angani. Nini vitu viko katika ulimwengu wa roho. Nataka umuone Bwana kwenye maisha yako ya siku kwa siku. Nataka umuone Bwana practically, experience Bwana. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Ukiwa na Bwana kwenye maisha yako itajulikana. Yaani Bwana akiwa kwenye maisha yako itajulikana. Watu wataona, ndugu wataona, jirani wataona, wanyama wanajua huyu ana Bwana kwenye maisha yake. Kwa hiyo uwe na Bwana na ithibitike, ionekane. Yaani biashara yako ionekane ya kwamba hii ina Bwana. Ionekane namna inavyoamuru faida, namna inavyoleta matokeo, ionekane practically. Kwa hiyo ninakuondoa kwenye utamwona Bwana akija. Nataka uanze kumuona Bwana kwenye matokeo ya siku kwa siku, kwenye hiyo kazi ya mikono. Jiulize, hii wiki nimekuwa na Bwana? Jiulize, huu mwezi niko na Bwana? Jiulize, kwenye hii ndoa mbona migogoro hivi? Bwana yuko hapa. Lazima ionekane kwa evidence inayoshikika, kwa ushahidi unaoshikika. Bwana Yesu na asifiwe. Anasema bila huo utakatifu hakuna mtu atamuona Bwana. Kwa mazingira ambayo Bwana anakaa ni mazingira ya utakatifu. Ni mazingira ya utakatifu. Na niliwaambia huu sio utakatifu wa mchungaji kuja kuuliza, umesimama wapi? Umekaa wapi? Umevaeje? Unaongea na nani? Hapana. Hapana. Huo ni wewe unajua. Ni wewe na Bwana. Si wewe ndio unataka kumuona Bwana? Na mimi niko huku kwenye kipande yangu na mimi nataka kumuona Bwana. Kwa hiyo kila mtu atake kumuona Bwana peke yake. Sio sisi tukulazimishe, Bwana, kaa utakatifu Bwana. Kaa kwenye mazingira ya utakatifu muone Bwana. Si unataka? Kaa kwenye utakatifu. Sisubiri tukuhimize. Sisubiri tukufuatilie. Sisubiri tukupigie simu. Wewe unajua mazingira ambayo yanampa Bwana kukaa. Yatengeneze hayo mazingira. Na nisikilize. Utaona kwenye Biblia hii sentensi inatangulia sana kabla ya baraka fulani. Alikuwa na Bwana, au kwa sababu alikuwa na Bwana. Na Yusufu alikuwa na Bwana, alafu ndio baraka inatajwa. Au vitu vingi vikastawi, kwa mfano nyumba ya Potifa ikastawi kwa sababu ya Yusufu, kwa sababu alikuwa na Bwana. Kwa unaona kuwa na Bwana sio story, mimi na Bwana wewe. Mimi na Bwana. Itaonekana. Itaonekana kwenye kazi, itaonekana kwenye matokeo, bila kuongea. Bila kuongea, bila kutamba, itaonekana. Kama Bwana yupo, itaonekana. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Kuna mtu amepokea hekima hapa? Kuna mtu ameelewa? Hii tunazungumzia kuwa na Bwana ni kuwa na ushirika kama mtu na rafiki yake. Unakuwa na ushirika na Mungu kama mtu na rafiki yake. Mnaongea. Ukiwa naye anaweza akakupa maelekezo. Ukiwa naye anaweza akakusemesha, anaweza akakuamsha, anaweza akakuonya, anaweza akakupa wazo, anaweza akakuzungumzisha vitu. Haleluya. Hilo ni hakikisho la kumuona Bwana. Jambo la pili au tunda la pili ni hakikisho la maisha yaliyohuishwa hapa duniani na furaha ya milele. Hakikisho la maisha yaliyohuishwa hapa duniani na furaha ya milele. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 35 mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Nasema wakati taifa la Israeli limechukuliwa, limepelekwa utumwani, na sasa linarudi au linatabiriwa kwamba litarudi. Kwenye huo utabiri ya kwamba litarudi, wanaambiwa watarudi vipi? Sababu kule katikati kulikuwa kuna mataifa yanawablock njia. Na wakati wanarudi, anaelezea nini wataki experience baada ya kurudi. Anasema, na hapo wakati wanarudi patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa
njia ya utakatifu. Yaani Mungu atatengeneza njia. Wakati wanarudi kutoka utumwani, kuna njia wangepita, wangeweza kupigwa na adui. Kwa kuna njia ambazo zilikuwa zinaitwa highways. Kwa mfano, recently tulienda Mpwapwa, tukaona kuna kanisa la kwanza kuwa planted, ambapo ndio kuna center kihistoria, center ya kuzuia biashara ya utumwa. Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa njia, route ya wale wanafanya biashara ya utumwa. Nilienda Singida, nikapelekwa kuna sehemu moja, nikaona kuna miembe mingi sana, nikajiuliza imetokea wapi? Sababu sio kawaida. Wakaniambia hii ilikuwa ni njia ya watumwa. Na ukiangalia namna ya kujua njia ya watumwa, kuna miembe mingi walikuwa wanapanda Waarabu, na minazi walikuwa wanapanda. Sasa hiyo ni njia inajulikana. So zamani kulikuwa kuna hizo njia, hata wakati wa taifa la Israeli kuna njia, huwezi tu kupita yoyote ili uweze kutokeza. Kwa kuna njia inabidi upite, na ili upite kwenye hiyo njia inabidi uombe ruhusa kwa mfalme anayetawala hilo eneo. Mfano hapa Tanzania, hii Tanzania haikuwa yote, haikuwa Tanzania, by the way ilikuwa Tanganyika. Haikuwa yote Tanganyika. Kulikuwa kuna falme hapa katikati Dodoma, kulikuwa kuna mfalme hapa, kuna mfalme anaitwa Mazengo, alikuwa hapa, Mtemi. Huko sijui Singida Mtemi nani, wapi Mtemi, walikuwa watawala. Kwa hiyo inabidi ili upite uombe mfalme huyu, napita, naomba kupita. Anauliza kwa amani au ndio mnakuja kututeka? Kwa amani. Unapita. Unamuomba tena mwingine, unamuomba tena mwingine. Na ukifuatilia kwenye Biblia utasikia watu walikuwa wanaomba ruhusa wapite. Sasa Mungu anasema na Israel ya kwamba ninapowatoa utumwani hamtaomba ruhusa kwa mfalme yeyote kupita. Nitawatengenezea njia, kutakuwa na njia. Anaita hiyo njia inaitwa njia kuu, na imepewa jina kama ambavyo kuna barabara ya Nyerere, sijui kuna barabara ya Azikiwe, sijui kuna barabara ya nani. Kuna barabara inaitwa ya utakatifu, ambayo hiyo hakuna mfalme ametengeneza. Hii barabara ni mpya, yani haijulikani, hata wafalme hawajui kwamba mnapita. Mnapita kwenye eneo lao, ila mnapita barabara nyingine, mnapita route nyingine. Ni njia inaitwa njia kuu ya utakatifu. Mmepita kwenye himaya ya mtu na hajui mmepita, sababu barabara ambao wanawasubiria mpite hampo. Inaitwa njia kuu ya utakatifu. Anasema wasio safi hawatapita juu yake. Ndio kigezo, sababu ni njia kuu ya utakatifu. Wasio safi, kumbuka taifa la Israeli ni watakatifu. Kwa hiyo hii njia wakipita wa Israeli apiti mwingine, ni special path. Anasema bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Angalia, wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Nasikia hiyo kitu? Yaani unahitaji tu kuikanyaga hivi njia. Wewe hata kama hujui kusoma wala kuandika, as long as umekanyaga njia kuu ya utakatifu, umefika. Unahitaji kuuliza nani yule huwa mnamuuliza kwenye nani? Google Map. 200 meters turn left. Turn left. 100 meter turn right. Na anakudanganya. Huhitaji kuuliza Google Map. Hata kama hujui jinsi ya kutumia GPS, maadamu umekanyaga njia kuu ya utakatifu, hata kama hujui biashara vizuri, hata kama hesabu ulipata F kama mimi, hata kama civics hujui vizuri, lakini wewe uko kwenye njia kuu ya utakatifu. Anasema wajapokuwa wajinga hawatapotea, kwa sababu hawahitaji kuuliza popote. Hii njia yenyewe ndio inaelekeza ya kwamba huku ndio wewe ifuate, ikikunja kunja, ikinyoosha nyosha. Hiyo ni njia inaitwa the highway of holiness, njia kuu ya utakatifu. Na niko hapa kuwaita watu wa Mungu, unataka kuenjoy haya maisha, uhitaji sana kwanza kuna vigeti na 2030 utakuwa unasoma nyota wewe. Kanyaga njia kuu ya utakatifu. 2030 imehakikishwa. Kanyaga njia kuu ya utakatifu. Hiyo biashara imehakikishwa. Wajapokuwa wajinga hawatapotea. Ninaijua hii njia at least
kwa muda ambao nimeisafiria ninaijua njia. Mimi nimetokea mahali fulani, nilikuwa mtu wa kawaida sana, nilikuwa mtu duni sana, nimechekwa, nimesemwa vibaya. Na kuna wakati walikuwa wanamuuliza mke wangu, amepata kimwanaume kinaombaomba sana, kinasoma Biblia, kinakaa kanisani, watakula maombi. Na ninawaambia ni mwaka wa 13 tunasafiri kwenye njia, tunakula maombi, hatujapotea kwenye njia. Njia kuu ya utakatifu ndio inatuletea chakula. Inatuletea chakula. Madamu ninaweza kuomba, naweza nisijue sana ujasiriamali, lakini kama ninaomba, nitaujulia kwenye maombi. Inaitwa njia kuu ya utakatifu. Sasa tatizo umetawanyika sana. Unajaribu na mchongo, unasikilizia na hiki, unasikilizia na hiki. Kanyaga njia kuu ya utakatifu. Anasema hata mtanisema nitatumia lugha kali, hata mabwege hatapotea. Hata mtu ambaye amekaa kama kiazi hivi hapotei ukikanyaga njia kuu ya utakatifu. Hiyo ndio tiketi yako ya kutofautishwa. Haleluya. Haleluya. Kwa nataka kuambia watu wa Mungu, hii sio njia ya washamba. Hii sio njia ya watu ambao zamani ilikuwa ukisema umeokoka ni kama umesubscribe kwenye channel ya umaskini na ufukara. Not anymore. Tunaijua njia ya utakatifu. Tunaijua njia kuu. Tunaijua njia kuu. Huku ni kwa watu ambao kwa hakika. Na hapo anasema sio, hapo azungumzi mwisho wa safari. Azungumzia tu njiani. Kuna njia ambayo umeandaliwa wewe. Nisikilize vizuri. Kuna njia za wafalme. Kuna barabara za wafalme. Au lugha nyingine Biblia inaita mapito. Mapito sio mambo magumu. Mapito, path, njia ya kupita. Ndio inaitwa mapito. Sawa. Kuna mapito ya wafalme. Kwa mtu anaweza akachagua niende Dar kwa kutumia njia ya wafalme. Mtu anaweza akasema niende Dar kwa kupitia mapito ya wafalme. Alafu mtu vile vile anaruhusiwa kuchagua niende Dar kwa kutumia njia kuu ya utakatifu. Chagua Dar, nenda, ila chagua unapita wapi. Ila sasa hiyo ya wafalme ndio kila saa unauliza, ni huku. Wanakuambia ni huku, unaenda tena. Unafika mfalme mwingine, jamani ni hivi, anakuambia hivi. Lakini njia kuu ya utakatifu, hata ukiwa zuzu, hata ukiwa kichwani hazienei vizuri, unajiona hazienei na ulitamkiwa, nikwambie, madamu umekanyaga live wire, madamu umekanyaga njia kuu ya utakatifu, you'll make it. Utafika huko mwishoni. Utafika huko mwishoni kwa jina la Yesu. Niwape ushuhuda wa kweli. Mmoja ya vijana wangu hapa, wakati fulani kuna mahali wamepita na familia alionayo. Alikuwa anasoma chuo fulani akaacha kwa sababu ya mapito ya familia. Baadaye akaja chuo kikuu Dodoma. Wakati anaendelea na maisha, kuna mahali wakapita pembamba sana. Inamlazimu a sacrifice. Na akawa anajiuliza, sasa mimi ndo nitaishi bila kusoma elimu ya chuo kikuu? Nitaishi bila kuwa na elimu ya chuo kikuu? Itakuwaje kwenye maisha? Yule kijana alikuwa very dedicated kwenye kazi ya Bwana. Very dedicated. Ni watu ambao wamejitoa kwenye kazi ya Bwana. Ni watu ambao wakiniambiaga kitu, huwa sio tu ninamwombea, na hasira inawaka ndani yangu. Nikasema ninaomba kutokea hapa, Bwana akufanyie mlango. Kwa tukakaa naye nikamshauri. Ushauri mbaya. Ushauri gani? Ushauri wangu ni kuambia acha chuo. Sio ushauri mzuri sana, lakini ndio ulikuwa wa Bwana. Mimi namsikia Roho Mtakatifu. Nikamwambia acha chuo. Nikamwambia hapa mahali mnapita, usipochukua maamuzi na kukwambia, eventually utaacha chuo, alafu kile ambacho tunaenda kukirescue hatutakiweza pia. Kwa acha chuo. Alivyoacha chuo akapata kazi mahali fulani. Hiyo kazi kigezo chake uwe na elimu ya master's degree. Yeye hana cheti, hata cha degree hana. Anaitwa Godlizen. Si mnamfahamu Godlizen? Akaacha akiwa sijui mwaka wa pili, ndio? Akiwa mwaka wa pili. Nilimwambia mimi acha chuo. Akaacha. Akaenda kupata hiyo kazi ambayo inabidi uwe na masters. Sababu ni mkurugenzi wa kituo. Sasa nikamwambia nitakwambia lini uanze.
Mimi si ndio nikwambia uache, nitakwambia lini. Sasa namwambia anza. Sasa nimenogewa. Sasa nimenogewa, yani huku raha sana. Hii kazi siachi. Sasa inabidi tubadilishe mfumo. Inabidi tutoke kwenye traditional universities twende kwenye virtual universities. Kwa kuna namna tunaanza kupiga shule. Nataka ujue ya kwamba njia ya kustawi ndio uliambiwa tu hivi, maliza form 4, nenda form 5 form 6, maliza, ingia chuo, pata degree, soma masters, maliza, nenda benki kuu. Ndio uliambiwa hivyo. Ukimaliza hapo unanunua gari, ukimaliza unajenga nyumba, unaoa, unazaa watoto, unaishi. Yaani kama kuna njia tumeambiwa ni ya maisha. Lakini kuna watu ambao wako kwenye highway of holiness. Ukimwangalia nia yake ni njema, moyo wake ni pure, anampenda Bwana. Lakini sasa akiendelea kupita kwenye traditional way, hatatokeza kule anakoenda. Kabidi tupite njia nyingine. Madam tuko kwenye highway of holiness, tunaweza tukajaribu namna nyingine ya kufanya mambo. Kwa hiyo unaweza usifanye vile ambavyo duniani inajulikana kwamba hii ndio prescribed way ya kufanikiwa, lakini hatimaye ukafanikiwa. Kwa nini? Haujapita njia ya wafalme, umepita njia kuu ya utakatifu. Nipe maelezo, watu wawili, mme na mke ni mjamzito, wameresign kazi ambao wao ni wasimamizi wa kituo, wanakuja mahali ambapo hawana kazi ndio wanastawi sana. Nipe maelezo wananuaje gari, wanafanyaje maendeleo wakiwa hawana kazi. Hiyo inaitwa njia kuu ya utakatifu, the highway of holiness. So ukitembea kwenye njia kuu ya utakatifu, unaanza kupata hakikisho. Kuna kitu ambacho unahakikishiwa, na hilo hakikisho nimeliita ni hakikisho la maisha yaliyohuishwa. Kwa kuna vitu vilikuwa vinaharibika, hao walikuwa ni watumwa, lakini wanaambiwa kuna njia mtapita, mtakula bata sana kwenye hiyo njia, hamtabugudhiwa na wafalme. Nataka kusema na mtu mmoja ambaye atatembea kwenye njia kuu ya utakatifu. Hiyo biashara, hiyo kazi, hayo masomo na chochote unachokifanya kinapokea kuhuishwa katika jina la Yesu. Kinapokea uhuisho in the name of Jesus. Anasema hapo hapata kuwa na simba. Mstari wa 9. Hapata kuwa na simba, yani wale wanyama wanatisha. Na huku ni njia ni maporini, hakutakuwa na simba wala mnyama mkali hata panda juu yake. Hawataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Yani pigeni mluzi, piga mluzi, hamna mnyama mkali atawadhuru. Nikwambie kuna hii njia ukipita, you don't have to worry. Piga mluzi kwenye hiyo njia. Piga mluzi, ni njia iliyohuishwa, unahakikishiwa. So usitukane mamba. Ujafa hujaumbika. Nimehakikishiwa kwenye hii njia. Sio ninajivuna, ndio hivyo. Ya kwamba kwenye hii njia iliyohuishwa hakuna simba. Sasa wengine wanasema hakuna Yanga. Tunazungumzia wanyama, sio mpira wa miguu. Hakuna simba, hakuna mnyama mkali kwenye hii njia. Hakuna adui wa kunizuia. Hata adui akijaribu anagundua ameshindwa. Haleluya. Yani wanaonekana hapo. Yani ukigeuka hivi ukiona, hata kama ukiona simba mkali, ujue ni aliyekombolewa. Kwa sababu kwenye njia wanaopita ni waliokombolewa. Kwa hiyo hata ukiona mnyama mkali, ujue naye amekombolewa. Twende. Haleluya. Mstari wa 10 anasema na hao waliokombolewa na Bwana watarudi. Nishaelewa sana, nazungumzia wanarudi Sayuni. Watafika Sayuni wakiimba. Imagine unaenda unapita kwenye njia, unapiga mluzi, unaimba haleluya hosana, haleluya. Najua huo wimbo muujui. Haleluya, anaujua tu Bibi Mali. Haleluya hosana, haleluya hosana. Mbona jamaa ana raha sana? Huyu jamaa anapatia wapi hela? Huyu jamaa ananawiri, anakula nini? Haleluya. Unaenda saluni gani? Haleluya hosana. Oh, haleluya.
Hosana, haleluya, Hosana, haleluya. Uko zako na enjoy, unaimba. Nisikilize, maisha hayapaswi kujikaza. Unatakiwa kuwa unaimba. Ndio maana mwimbaji wetu wa kipindi hicho akasema, umeweka wimbo kinywani mwangu. Mzaburi Sedekia akaimba, umeweka wimbo kinywani mwangu. Mungu anawekaga wimbo, anaweka wimbo kwenye kinywa chako. Mbona mambo ni magumu, uchumi mgumu, wanaume wenyewe wa siku hizi. Wewe uko nayo wa kwako, haleluya. Kaka mmoja hivi, yani mmoja, wanaume ni mafisi. Au mafisi ni wenu tu. Haleluya, hosana, haleluya, hosana. Bwana amekuandalia mkaka mmoja kiwango. Wananisikia wa njia kuu ya utakatifu? Wananielewa njia kuu ya utakatifu? Unaenda unaimba. Si wanawake pasua kichwa, haleluya, hosana, haleluya, hosana. Mimi naimba, haleluya, hosana. Ni nini? Ni njia kuu ya utakatifu. I love this way. I love this part. Amsijui tu biashara ngumie. Haleluya, hosana, haleluya, hosana, haleluya. Uko zako unaimba. Bwana ameweka wimbo kwenye kinywa chako. Pokea wimbo katika jina la Yesu. Bwana aweke wimbo kinywani mwako katika jina la Yesu. Unayamaliza mwezi ukiimba kwa jina la Yesu. Maliza kwa kuimba. Hutakiwi kujikaza. Haya maisha mpendwa, usijikaze kama umekunywa uji wa limao. Haya maisha you sing. Mmoja alinifuata ofisini akaniambia, baba, wewe kwa nini ukasiriki? Haleluya, hosana. Wimbo. Bwana anaweka wimbo. Bwana anaweka wimbo. Anasema watu watakuwa wanaingia Sayuni, wanapiga wimbo, wanagonga masongi, wanagonga mawimbo. Tena zingine sio zile zilizoandikwa, yani spontaneous. Unatunga mwenyewe huko unaimba. Ujai kutunga wimbo? Mimi wanatunga. Leo nashangaa tu kuna wimbo ndani yako. Haupo popote kwenye tenzi, kwenye mwimbieni Bwana, haupo. Nyimbo standard haupo. Ni wako. Huo ni Bwana ameweka kinywani mwako. Ninaona Bwana anakupa wimbo kwenye hiyo kazi. Bwana anakupa wimbo kwenye hiyo biashara. Hautahangaika katika jina la Yesu. Anasema, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Furaha ya muda gani? Furaha ya muda gani? Furaha ya milele. Furaha ya milele. Sio ya muda kitambo. Nisikilize. Yaani hivi unavyoona na furaha, utaniona hivi hivi. Na mwakani utaniona hivi hivi. Na miaka 5, yani forget it. Acha wajifanye. Vina muda. Vina muda, vina umilele. Akisema vina muda basi, unasema sio vina muda basi, vina umilele. Vina umilele. Furaha yao itakuwa ya milele juu ya vichwa vyao. Pokea furaha ya milele in the name of Jesus. Furaha ya milele. Alafu angalia kingine. Nao watapata kicheko na furaha. Halafu kabla hujana, huzuni na kuugua zitakimbia. Zitakimbia. Hiyo ni highway of holiness. Au ukashakamata njia kuu ya utakatifu, vinaanza kukimbia. Ni wa njia kuu ya utakatifu, huzuni inakimbia. Sio hata unaifukuza. Ni njia uliokanyaga. Inaanza kukimbia yenyewe. Inaanza kukimbia yenyewe. Inaanza kukimbia yenyewe. Wewe unaonaje hivi vitu? Hiyo ni password ya utakatifu. Ukikanyaga hiyo njia, ndio wanaweza akakuona mjinga. Anasema wajapokuwa wajinga. Kwa hiyo watu wakiangalia, tuone utaenda wapi. Oneni naenda wapi. Hapa ni wapi? Tuliambiwa sana. Anaomba. Haya hapa maombi. Oneni maombi. Maombi yanatulisha, maombi yanatuvisha, maombi yanatupendezesha, maombi yanatupa jina. Hao ni maombi. Hiyo ndio njia kuu ya utakatifu. Hiyo nimekwambia ni uhakikisho wa maisha yaliyohuishwa hapa duniani. Sizungumzii futuristic.
hapa maisha ambayo yako revived na yanafanywa upya siku kwa siku. Yani kesho yako ni bora kuliko jana. Baba Bishop Kiara huwa anasema hivi, sijawahi kuwa na mwaka, yani mwaka huu mbovu kuliko mwaka jana. Ile unasikiaga wanasema eti kila kukicha afadhali ya jana. No, that's not my experience. Yani mwaka huu mimi ni bora sana kuliko mwaka jana. Na mwakani uhitaji nabii, mwakani itakuwa bomba zaidi kuliko mwaka huu. Na ule mwaka kesho kuto utakuwa it will be too much. Yani kwa kadiri ambavyo unaenda ni brighter and brighter. Ndio neno la Mungu nasema nuru ya mwenye haki, nafikiri Mithali sura ya 4. Nuru ya mwenye haki ina shine brighter mpaka mchana mkamilifu. Kwa kadiri ambavyo unaenda unaelekea mchana wako. Au elekei usiku wako, unaelekea mchana wako. So mbele yako pako brighter zaidi. Mbele yako pana, yes, nuru ya mwenye haki yang'aa sana. Bali sio. Anasema hata mchana mkamilifu. Ile brighter. Kwa kadiri ambavyo unaenda mbele ndio inakuwa brighter zaidi. Na hilo ndilo fungu lako katika jina la Yesu. Lakini angalia sababu ya kuwa hivyo ni njia kuu ya utakatifu. Kwa kama unataka kuhesabiwa kwenye fungu la hao watu ambao huzuni na wakimbia, ingia haraka sana kwenye njia kuu ya utakatifu. Sirini na hadharani. Uhitaji kuhamasishwa, uhitaji kuambiwa, uhitaji si kufuatiliwa. Hao maisha ya kufuatiliana ya kwamba wewe unaishi utakatifu, umepiga magoti hapo, unaomba umesimama. Achana nayo mambo, do it mwenyewe. Sirini mwenyewe. Kwenye mawasiliano yako hakikisha ni msafi kwenye mawasiliano. Wakati ambapo hakuna mtu anakuona hakikisha ni msafi sirini. Ukikaa namna hiyo, Mungu aonaye sirini, tabia ya Mungu, anakuja kuchunguza sirini, alafu anakureward openly. Ndio tabia ya Mungu. Mungu anachunguliaga sirini, alafu anasema umeniheshimu sirini, mimi nakulipua hadharani. Nakupa mafanikio. Wanaona tu unatembea, tunagonga kawimbo ketu kale, haleluya hosana. Unapiga tu kawimbo kako. Watu wananielewa. Haleluya. Tunda la tatu la utakatifu ni kuwa na heshima ya utumishi. Kupokea au kuwa na heshima ya utumishi. Kuna kitu kinaitwa heshima ya utumishi. Hii heshima anasema hii hajitwali mtu yeyote. Hii heshima Mungu anatoa. Kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20 na 21. Anasema bali katika nyumba kubwa vimo vyombo vya dhahabu, havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo. Anasema vingine vina heshima, vingine havina. Sasa nifuate vizuri. Wengi wanasoma hilo andiko wakiwa na mama zao kwenye vichwa vyao. Naomba muachie kwanza mama yako. Sababu mama yako amepanga vyombo kulingana na material iliyounda, ndio heshima ya chombo. Na nisikia vizuri. Anasema kwenye nyumba kubwa havimo tu vyombo vya dhahabu na fedha. Kuna vya mti na vya udongo. Sasa kule kwenu vimepangwa material iliyounda. Kwa mfano vyombo vya plastiki ndio vya heshima ya chini. Kama vipo na vya mti ndio vya heshima ya chini zaidi. Alafu kuna vyombo vya material fulani, kuna vya bati vya heshima ya chini zaidi. Alafu kuna vyombo vya udongo, kuna vyombo vya udongo mkali zaidi, kuna vyombo vya mifupa. Kwa hiyo vimepewa heshima kulingana na vilivyotengenezwa, nini kimetengenezwa. Sasa mwandishi anasema hivi, kwenye nyumba viko vyombo vimetengenezwa kwa material mbalimbali. Na anasema vingine vina heshima, vingine havina. Hasemi vya fedha ndio vina heshima. Anasema kuna vya mti vina heshima. Anasema tu vingine vina heshima. Kwa kuna vya mti vyenye heshima, vya dhahabu vyenye heshima, vya fedha vyenye heshima, vya udongo vyenye heshima vipo. Vile vile vingine havina. Kwa kuna vya udongo havina heshima, vya mti havina heshima, vya dhahabu havina heshima, vya fedha havina heshima. Ni vingine, sio vimetengenezwa na nini. Kwa hiyo ujumbe unaofuata baada ya hapo anazungumza na vyombo vyote.
Anazungumza na vyombo vyote. Vipo kwenye nyumba kubwa. Kwenye nyumba kubwa vipo vyombo vya aina mbalimbali. Sasa angalia anachokisema na vyombo vyote. Mstari 21. Anasema basi ikiwa chombo, ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao. Mstari iliyotangulia na mistari inayofuata anazungumza kuna vitu vya kujiepusha navyo. Kwa kujitenga na hao atakuwa chombo cha kupata heshima. Hajasema atakuwa chombo cha udongo. Kinachotafutwa ni heshima, sio material gani. Mnanisikia watu wa Mungu? Kinachotafutwa ni heshima, sio material iliyotengeneza chombo. Kwa inawezekana kuna chombo ambacho kina material ya mti, lakini haijalishi chombo kimetengenezwa na nini. Ikiwa amejitakasa na kujitenga na hao, atakuwa chombo cha heshima. Yaani ni chombo cha mti, lakini chombo cha mti anachotengewa mfalme. Anasema kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Kigezo anachokizungumza sio material, ila nini anafanya ndugu chombo. Ikiwa amejitakasa, na kujitakasa kama hujui ni nini, ni kujitenga. Anasema kwa hiyo anaelezea kujitakasa ni nini. Hilo neno kwa linaelezea ikiwa amejitakasa kwa namna gani, by which means. Kwa hiyo pastor alisema kujitakasa bana. Nini? Tunakupigia hodi nani? Banjo, naoga sala 3. Nini? Tunajitakasa. Pastor alisema kwa kujitakasa, kwa kujitenga. Kwa kuna vitu kujitenga nao, na kule mbele anazungumzia mambo ya usemi, kuna maneno, kuna mazungumzo, kuna maswali, kuna vitu ambavyo unajitenga navyo. Anasema ukijitenga navyo, kuna aina ya maisha mtakatifu anapaswa kujitenga nayo. Akijitenga na hayo, anakuwa chombo cha heshima. Anakuwa chombo cha heshima. Nikwambie mpendwa, kuna vyombo unaona ni chombo cha mti, ila mfalme imekwaje anakitumia. Nini? Ni cha heshima. Sio cha swala, sio material, sio mti. Swala ni kimejitakasa, ni kisafi. Mfalme anachotaka ni chombo kisafi, sio material ya chombo. Amen. Amen. Mtu anaelewa? Yeah. Mwenye hekima, nafikiri ni sura ya 30 au sura ya 31, anaonyesha mifano ya wale wanyama wanne. Wanyama wanne. Anasema mjusi huenda kwa mikono, lakini anakaa kwenye majumba ya wafalme. Alafu mwanadamu anavaa nguo. Sasa hiyo haipo, hiyo imeweka mimi. Lakini anaishi swaswa. Yes, mjusi hushika kwa mikono yake, lakini yumo nyumbani mwa wafalme. What's the wisdom nyuma ya mjusi? So technically mjusi hatakiwi kuishi kwenye nyumba ya mfalme, lakini mjusi yuko kwenye nyumba ya wafalme. Alafu kuna watu hawezi kukaa nyumba ya wafalme. Mjusi ana wisdom ya kukaa na mfalme. Amen. Mjusi amng'ati mfalme, ila anang'ata wadudu kwenye nyumba ya mfalme. Watu wananielewa? Mfalme hawezi kuua huyo mjusi. Mjusi mwacheni. Mjusi mzuri. Sasa wewe unapewa nafasi kwenda kuongea na mfalme. Sasa unajua mfalme wewe una adabu, kuna namna. Watu wa Mungu wananisikia, wananielewa. So ninachokisema, nilikuwa nazungumzia vyombo afu nikaja kwa mjusi, ni kuna vitu ambavyo tukizungumza kwa viwango vyetu vya kibinadamu havifai kutumiwa na mfalme. Rahabu usingetarajia awe kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu. Kuna watu usingewatarajia, ni wa kawaida, wana mahistoria fulani. Kuna watu labda kwa muonekano hawana muonekano ambao ungeutaka. Mtu mmoja akasema, mpendwa, komaa na wito ambao Mungu anakupa. Jibidishe kwenye call, kwa sababu it was personal, it was not a conference call. Mungu akupigia simu watu wengi ili akuite wewe.
Kwa hiyo vile vile kujitakasa ni wewe, kwa kujitenga wewe. Kwa watu wanaweza kuwa na vigezo vyao, ili uwe mchungaji lazima yule mama mchungaji wewe hivi na hivi hivi. Muone anavyotembea, ndio anavyotembea, lakini ndio Bwana anamtumia. Ungeuliza wanadamu, wana vigezo vyao vya nani atumiwe na Bwana. Ndio maana Mtume Paulo anasema Mungu amechagua mambo manyonge ya dunia hii ili ayaibishe yenye nguvu. Mungu amechagua vitu vipumbavu vya dunia hii ili aviaibishe vyenye hekima. Kwa vigezo tungetaka vigezo fulani, lakini ukijitakasa hata uwe mnyonge, Bwana anakutumia. Mungu akamtumia Musa wakati anatoa unabii, kabla hujaisha watu wamechoka. Bwana ndio akamtumia. Hata yeye anasema mimi nitafutie basi mtu awe nani spokesperson, lakini anasema huyo atakuwa spokesperson ila miujiza unagonga wewe. Nini? Akijitakasa. Na Musa alijitakasa kutoka wapi? Kwenye nyumba ya Farao. The story is, Mungu aliweka ndani ya Musa uzito ya kwamba awakomboe wana wa Israeli. Musa, he was too proud. Alikuwa anaamini sana nguvu zake. Alipowekewa tu mzigo ndani kuokoa, akajua wao kuokoa ni kupiga. Akadaba Misri mmoja akaua. Kwa ndani ya fikra yake ni kwamba namna atakavyowakomboa wana wa Israeli ni kwa kuwaua wa Misri kwa mikono yake. Alizitumainia nguvu zake. Afu Mungu akabust babo yake. Akasababisha habari yake ikajulikana. Akaenda akajificha kule. This time Mungu anamtokea, Musa anasema mimi ni nani? Wakati mara ya kwanza alisema mimi ni mimi, wakati anaenda kuua, yani mimi naweza. This time anasema mimi siwezi. Na Mungu anasema safi. Hapo sasa ulipofika wewe uwezi, safi. Hicho ndio chombo kizuri, kimejitenga na matumaini ya dunia. Amefundishwa kwenye jeshi, kwa alikuwa ni mtu ambaye anajua sana makumfuma nini, anaweza akapiga watu, alikuwa anayatumainia. Lakini baada ya kujitenga akawa mahali ambapo ni very meek, very meek. Na Biblia ndio inasema mtu mpole kuliko wote duniani. Kwa kama wewe ni mpole bado amejitenga. Bwana Yesu asifiwe. Ili Bwana aweze kukutumia. Sasa sio tu kukutumia kwa ajili ya ishara, miujiza, sijui na kuhubiri. Kuna wafanyabiashara ambao Mungu anawatumia, na Mungu anaona ni watumishi wake. Siku Mungu anagonga story na shetani, anamuuliza umetokea wapi? Shetani anasema nimetoka kuzunguka huku na huku, huko duniani. Anamuuliza umemwona mtumishi wangu Ayubu? Ayubu anaitwa mtumishi wa Mungu. Ayubu hahubiri. Ayubu sio nabii. Wangapi wanajua Ayubu sio nabii? Au mnajua ni nabii Ayubu? Ayubu sio nabii. Aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu, lakini mfanya biashara. Lakini anamcha Bwana, anaepukana na uovu. Mungu anavyomwangalia hasemi umemwona mfanya biashara. Mungu anasema umemwona mtumishi wangu. Kwa hiyo hata kwenye eneo la biashara kuna watu Mungu anawatafuta awaite ni watumishi wake. Tunawaita missionaries in the marketplace. Hawa ni wa missionary kwenye uwanda wa biashara. Mungu anatafuta watu wa namna hiyo ili awamilikishe mali, wafanye mabiashara. Wakati wanafanya biashara, kuna watu ambao hata uweke mkutano wa namna gani hawezi kuja. Yuko kwenye ndege anaenda China kufanya biashara. Kwa hiyo anahitajika mwinjilisti ambaye naye anafanya biashara, kwa sababu huwezi kupanda ndege kwenda China kwenda unashuhudia tu kwenye ndege. Ushawahi kupanda basi ili ushuhudie? Sasa ndege. Kwa lazima nawe huko unaenda kwenye biashara zako. Wapi? Dubai. Wapi? Huko kwenye Qatar Airlines. Umepanda, umekaa na jirani yako hapa. Unampa business card, unazungumza mambo ya kibiashara, alafu unamtambulisha Yesu. Huyo ni mtumishi wa Bwana. So Mungu anatafuta watu waliojitenga ambao wanataka kufanya biashara sawa sawa na njia kuu ya utakatifu. Anasema ukijitenga na namna nyingine za kufanya biashara na magumashi mengine, ukijitenga, Bwana atakuamini kama chombo cha heshima. Halafu kuna hela za Bwana zitaanza kupitia kwako. Kuna namna atakustawisha, kuna namna atakukuza, kwa sababu Bwana anakuangalia kama mtumishi, sio kama mfanya biashara. Je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Anahubiri wapi? Analea wapi kanisa? Amna.
lakini mtumishi wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Kuna wengine watumishi wa Bwana wako kwenye siasa. Kina Yusufu anasema hii ndoto hii, ngoja nikaombe. Anasema Bwana atakufunulia siri zako. Lakini wako kwenye politics. Kina Danieli wako kwenye politics. Kwa Mungu anatafuta watumishi wa Mungu wanasiasa. Wakikuangalia namna hii, lazima wakuone ni mwanasiasa kweli, ili wakupe nafasi kwenye siasa. Mungu akikucheki namna hii, anaona ni mtumishi wa Mungu mwanasiasa. Mungu anatafuta watu wa namna hiyo ili akuamini. Haleluya. Sasa lazima kujitenga. Kwa hiyo nachozungumza hapa sio kusema okay, hiyo pointi ni wachungaji, hebu atoke sasa aje aongelee zetu. Hizi ni zetu wote. Hizi ni zetu wote. Wafanya biashara, amina. Arthur, amen. Lazima uwe mtumishi wa Mungu Arthur. Na navukuita mtumishi wa Mungu sio sasa, kwa hiyo mchungaji anaona nitafungua kanisa. Hapana, tuache. Hayo tutafungua sisi. Hayo mambo ya makanisa hapa tuache. Wewe nunua matairi, njoo valisha magari yetu. Matairi bongo. Wakati sisi tunaendelea. Mambo ya makanisa tuache sisi na kina Pastor Ashford na kina Samu hawa. Vipi, mbona unajifanya unasoma Biblia? Nyanyua tu kichwa. Maana naona wakati naanza kutoa mfano wa makanisa ameinama hivi. Hawa wafungua makanisa. Na wake zao. Sema amen. Kama wewe ni mmoja wa wachumbao, sema amen. Sema amen. Najua mhasibu wa kamati ameshaitikia. Na Miriam atakuwa ameitikia, mwenyekiti wa kamati. Sasa katibu wa kamati sio Mazota, kwa sababu naye yuko kwenye hilo kundi. Haleluya. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu ana kwenye eneo la biashara purely, yani hauna mpango wa wewe kuja kuwa pastor. Ni pastor in the marketplace basi, kama unapenda kuitwa pastor. Yani wewe ushuhudiaji wako ni mmekaa kwenye mgahawa, mko pale Baobab, kunywa juice fulani hivi, ndio unafanya ushuhudiaji. Unaongoza maombi, mko wapi? Mko kwenye ndege. Wakati mko kwenye waiting lounge pale, unaongoza maombi, unashuhudia watu wawili, mnaongoza prayer. I want that kind of people to arise from here. Wainuke kutokea hapa. Wainuke kutokea hapa. Mko si kwenye baraza la mawaziri, umekuwa waziri wakati huo. Na ninasema, sio nasema kwa vile ni maneno mazuri, ninasema vile vile ili kupanda mbegu ndani ya moyo wako. Uko kwenye baraza la mawaziri, wewe ni mtendakazi, ni mtaalamu, anaitwa wataalamu kwenye wizara. Kabla hamjazungumza kitu nasema let's pray. Naomba kwanza, kama Bwana awape insights kuongoza hili taifa. Hao ndio watumishi wa Bwana. Kwa hiyo ili Bwana aweze kukupa heshima ya utumishi, lazima ujitenge ili hiyo heshima upokee. Kuna watu wameelewa. Jambo la ngapi tunaenda? Jambo la 4 na la mwisho. Hakikisho la kusikiwa maombi. Hakikisho la kusikiwa maombi. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 mpaka mstari wa 12. Anasema kwa maana atakaye kupenda maisha, and this is a very big password, na kuona siku njema. If you love your life, na kama unataka kuona leo iwe nzuri, kesho iwe nzuri, password ya auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isinene hila. Kama unataka kuwa na siku nzuri, na kama unayapenda maisha, sio ukiamka unaanza kusonya, leo jua mimi wasilipendi, tayari ushajiharibia siku yako. Wao wanasema hata chakula ukikisema vibaya hutakifurahia. Si ndio? Unatengewa chakula. Yaani mawaliwali tu. You can't enjoy that kawali. Lazima ukiseme vizuri, yani kikitengo, wow. Chakula kitamu sana. Huwa napenda, kina harufu nzuri. Hii salad safi sana. Unaisema vizuri ili uenjoy. Huwezi kutukana chakula unachotaka kukila.
Watu wa Mungu mnanisikia? Yeah, simple principles. Si ndio watu wa Mungu? Yeah. Huwezi kuisema vibaya siku ambayo ndio umeiingia, tena ndio siku imeanza. Wewe ushaanza kuisonya. Jumatatu tena. Jumatatu ina michosho hii. Si ndio asubuhi tu. Lazima ikupe michosho. Kwa anasema kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema auzuie ulimi wake usinene mabaya. Nawaambiaga watu, huwezi kuitukana nchi unayoikaa. Hii Bongo hii bahati mbaya. Alafu unatarajia Bongo ikupe ardhi. Ushasema bahati mbaya. Haiwezi kuruhusu uimiliki. Haiwezi kukuruhusu. Huwezi kuisema Tanzania vibaya alafu ununue viwanja vya Tanzania. Kanunue huko unakotaka. Yaani Tanzania hii. Mimi ningezaliwa Zimbabwe. Nenda uone kama unatupunguzia idadi. Sio watu wajifungua wiki ijayo. Tunakureplace haraka. Huwezi kuitukana nchi unayoikaa. Kanuni ni hiyo hii. Huwezi kuitukana neema alafu utarejea ikuhudumie. Huwezi kuitukana siku alafu utarejea ikupe matunda ya hiyo siku. Yaani mimi Jumatatu waga nakaga kizembezembe sana. Ndio umeamka tu. Vipi umeamka salama? Si ni Jumatatu. Jumatatu wewe umenikalia kushoto sana. Midomo yako hujaizuia, inasema mabaya tu. This is a principle. Hata mtu ambaye hamko in good terms, ukiendelea kumsema vibaya siku zote, Biblia inasema tafuteni mema machoni pa. Biblia inasema tafuteni nanyi mtaona. Yaani unachokitafuta utakiona. Unachokitafuta utakiona. Kwamba yaani huyu ni mkorofi, utakiona. Unachokitafuta wanaume ni ovyo, wanaume ni wagomvi. Unachokitafuta utakipata. Huwezi kuwatusi wanaume afu utarajie kutokea miongoni mwetu mmoja wetu tumtume aje akuoe. Tutume mwakilishi. Haiwezekani. Huwezi kuwasema wanawake vibaya afu utegemee wamtume mmoja wao umuoe. Zuia midomo yako isinene mabaya. Zuia midomo yako isinene mabaya. Anasema ulimi wake usinene na midomo yake isinene hila. Mstari unaofuata. Mstari wa 11. Wini, tunakusubiri wewe. Na aache mabaya, atende mema. Angalia, atafute amani. Ile ambayo tuliambiwa tuitafute. Atafute sana. Kwa hiyo unapoiangalia siku, tafuta amani ndani ya siku. Nisikilize, watu wote, siku zote, nchi zote duniani zina asali na maziwa, zote. Na vile vile nchi zote duniani zina majitu. Nchi ya ahadi, yani Mungu amewapa. Ni Mungu, sio shetani amewapa nchi ya ahadi. Ina asali na maziwa. Lakini vile vile humo ndani amewapa na majitu. Kwa chagua unaona nini? 10 wakaona majitu. Alafu akasema, we are grasshoppers. Tulijiona kama panzi. TDJX akasema panzi, nchi ya ahadi ya kuandaliwa kwa ajili ya panzi, iliandaliwa kwa ajili ya watu. Kwa hiyo ikabidi wafe. Panzi hawezi kurithi nchi ya ahadi, wanarithi watu. Sasa hiyo ni nchi amewapa Mungu. Sembuse yeye ametupa Nyerere. Aliyowapa Mungu akawapa na madude yanaua. Sembuse ametupa mzee Nyerere. Kwa hiyo nchi yoyote ina asali na maziwa na ina majitu. Chagua unaona nini. Na concentrate kwenye unachokitaka. Concentrate kwenye unachokitaka. Na utagundua Caleb mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Hawa watu wawili, yani majitu yalikuwa ni panzi. Kiasi kwamba watu walikuwa, they are very minimum, hata waoni. Hasa, Bwana, tumeona zabibu hizo. Ajaja, tumeona mazabibu hayo, madudu hivi. Yani kwao zabibu ni kubwa kuliko watu. Hasa, twendeni watu kale zabibu ile nchi bwana. Twendeni. Ukiendelea kuisema Dodoma ni kame.
Kuna vitu utaendelea kuvisoma kwenye Biblia. Zabibu utaendelea kuzisoma kwenye Biblia mpaka ukubali Dodoma sio kame. Watu wengi sana wameisema Dodoma ni kame. Na imewakatalia. Huwezi kuisema ni kame afu unapanda kwenye ukame. Itakukatalia. Spiritual principle. Nikwambie hivi, hata watu wa korofi, hata husband akiwa mkorofi, hata wife akiwa mkorofi, mseme vizuri. Mwambie vizuri. Mseme vizuri. Muumbe vizuri. Unaona anageuka mwenyewe. Nashukuru. Akifanya vitu vile vizuri, komana hivyo. Wife, kuna hiki huo unafanya vizuri sana. Ataongeza cha 3. Ataongeza cha 4. That's how you do it. Sasa wewe utafuti amani kwenye siku. Hizi Jumatatu ni mbovu sana. Kwa nini usiseme Jumatatu ni siku yangu nzuri sana ya kupumzika? Ndio unazungumzia uchovu, ila unazungumzia uzuri. Ni siku ambayo napumzika, ni siku ambayo na rejuvenate, napokea nguvu sana siku ya Jumatatu. Na huishwa sana siku ya Jumatatu. Utaiona Jumatatu ambavyo imekukalia. Utashangaa jua limewaka, ila kuna kaupepo kanakuja. Kana kupuliza. Unajua ukishasema siku vibaya, hata upepo huusikii. Unasikia neno la Mungu linasema atakuwa kama mtu nyikani, hataona mema. Yanakuja mema ila hayaoni. Yaani mema yanakuja ila uyaoni. Jifunze kutafuta amani. Jifunze kutafuta amani na siku. Jifunze kutafuta amani na mwezi. Jifunze kutafuta amani na watu. Haleluya. Mstari wa 12. Sema kwa kuwa macho ya Bwana. Weka mstari wa 12 wewe. Ngoja nianze kuona mema yako sasa. Nione upande. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Yaani macho ya Bwana yana macho. Haelekei watu wote. Yaani yako selective, ndicho ninachosema. Huwaelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao. Bali uso wa Bwana ni juu au ni kinyume cha watenda mabaya. Kwa hiyo macho ya Bwana yamefocus kwa wenye haki. Macho ya Bwana yamefocus na yanasikiliza, masikio yake yanasikiliza maombi yao. Kwa moja ya kitu ambacho kitakuwa sure ya kwamba Bwana anasikiliza hata kama hujisikii. Unajua kuna wale watu wanasema, yani nilipokuwa naomba nikasikia kama mtu ananishika hivi. Hapo ndio anajua sasa Bwana amemsikia. Sio kila wakati unasikia kama mtu amekushika. Lakini unatakiwa kuomba ukijua niko kwenye njia kuu ya utakatifu, kwa Bwana huwa anasikilizaga haya maombi. Amen. Sasa ngoja nikuonyeshe mfano mwingine hapa kwenye Injili ya Yohana sura ya 9 mstari wa 31. Kuna ndugu mmoja alikuwa kipofu tangu kuzaliwa. Ukianzia kule mistari ya mwanzo, kipofu tangu kuzaliwa. Sasa nilifundisha hapa wakati fulani kuhusiana na messianic miracles, miujiza ya kimasihi. Miujiza ambayo ilikuwa reserved, iliwekwa ikisubiria atakayekuja kuifanya hiyo miujiza ni Masihi peke yake. Mnaikumbuka? Au huwa tukianza topic mpya mnasahau yaliyopita? Okay, niliwahi kusema kuhusiana na kiti cha Musa. Si ndio? Kile ambacho Yesu alivyofungua kitabu akasoma, alafu akasema alivyokifungua akasoma, akaketi. Alivyoketi Biblia inasema wakamkazia macho. Mnakumbuka? Kwa sababu hiyo ilikuwa preserved kwa ajili ya Masihi. Nyingine, nimegundua nimefundisha hiyo, zingine nafikiri sikufundisha. Ndio maana nimekazia macho. Nyingine ni kuna muujiza wa kutoa pepo bubu, mute. Wengi sana wakisoma Biblia wakisikia watu wanamshutumu Yesu anatoa pepo kwa kutumia pepo, wanaona hao watu ni wabaya. Yesu anasema ikiwa mimi ninatoa pepo kwa kutumia pepo mkuu Beelzebul, anauliza watoto wenu wanatoaje mapepo? Sumeshasoma hilo andiko. Anasema wana wenu wanatoaje mapepo? Ukweli ni kwamba mapepo yalikuwa yanatolewa kabla ya Yesu kuja. Yesu sio peke yake alikuwa anatoa. Watu walikuwa wanatoa mapepo. Sio Yesu. Watu walikuwa wanatoa mapepo kabla ya Yesu. Swali,
watu walikuwa wanatoaje mapepo? Kwa jina la nani? Kwa sababu Yesu hata hajazaliwa. Unatoa mapepo kwa jina la nani? Sasa kabla ya Yesu, na of course hata wakati Yesu anaishi duniani, kuna njia traditional ya kutoa pepo. You love this. Na hiyo njia ya kutoa pepo, yule mtu mwenye pepo mnamweka hapo, mnaanza kuzungumza na lile pepo, mnaliuliza unaitwa nani? Hiyo ndio njia ya kawaida ya kutoa pepo. Anawaambia mara nyingi sasa hata ukisikia watu wanauliza pepo unaitwa nani, hiyo ni njia ya kizamani ya kutoa pepo. Hiyo ni njia ya kabla ya Yesu. Kwa hiyo mnamuuliza pepo jina lake. Sasa kulikuwa kuna sababu kwa nini mnamuuliza pepo jina lake, na mapepo yalikuwa yanajua watu wakitaka kuyatoa yanasema majina. Ndio maana kila mara Yesu alipokutana na mapepo yalisema jeshi. Yaliposema sisi ni jeshi, yani tunajua nini kinaenda kutokea. Pepo akishasema ye ni nani, mnamuamuru kwa jina lake, mnamuapisha kwa mamlaka yake mwenyewe, kwa sababu hawezi kujipinga yeye. Kwa hiyo mnamuamuru kwa jina lako, toka, na anatoka. Ndio kwa traditional way. Kwa alivyosema jeshi, kwa hiyo ni kumwamuru kwa jina lake, anatoka. Sasa kichekesho kiko hapa. Kuna mtu ana pepo na hilo pepo ni bubu. Umeelewa sasa? Kuna mtu ana pepo, sio yeye ni bubu, yeye anaongea, ila pepo ni bubu. Haliongei, linampagali, linapiga tu kelele, chwa chwi chwa swa swi swe chwa. Mnatuliza, unaitwa nani? Unaitwa nani? Mnamtoaje? Sababu lazima muapishe kwa jina lake na mumjui jina. Watoaji mapepo wote wanasema I'm sorry, kaa na pepo lako, si limegoma kuongea. Sababu hatuna namna ya kukusaidia, kaa na pepo lako. Sasa ilitarajiwa ya kwamba Masihi anapokuja kuna aina ya mapepo atatoa, ndio inaashiria ni Masihi. Mojawapo ya pepo analotoa ni pepo bubu. Angalia, ugomvi haukuwa Yesu akitoa mapepo yote. Ugomvi ilikuwa akitoa pepo bubu, ndio kwa kuna mjadala. Angalia kwenye Biblia, mijadala ilikuwa ni alipotoa mapepo gani? Bubu, kiziwi, kipofu. Kuna ishara, ni ishara za kimasihi, messianic miracles. Mojawapo ni kufukuza pepo bubu, pepo kiziwi, kufufua wafu, na upofu. Hivyo vilikuwa vinafanywa na Masihi peke yake. Kwa hiyo yeyote ambaye angeondoa pepo bubu, tungemcrown ya kwamba huyu ndiye Masihi ajaye. Sasa hapa ndio kuna hiyo kashesha. Hii Yohana sura ya 9. Yesu ametimua pepo bubu, alafu anamjua ni mshikaji, mtoto wa seremala. Kwa hiyo ndio unasema wewe ndio Masihi. Ndio ugomvi ulikuwa hapo, ndio mjadala huko hapo. Kwa hiyo kwa kututolea huyu pepo ndio unajitambulisha kinamna. Ndio maana unaona Mafarisayo walikuwa wanachunguza hii miujiza, walikuwa na scrutinize. Hawakuwa na scrutinize kwa vile walikuwa wanamchukia Yesu. Walikuwa na scrutinize, walikuwa wanamtafuta Masihi. Kwa hiyo wakati huo mtu yote akitoa pepo, wanaenda, ni pepo gani? Wanaanza kuchambua. Je, ni bubu? Ni bubu wiki 2 zilizopita, au tangu limuingie ilikuwa ni bubu? Je, huyu ni kipofu? Ni kipofu labda alichomwa tu na fimbo kwenye macho, au ni kipofu tangu kuzaliwa? Mjadala ni hapo, ili wachuje ya kwamba huyu ni Masihi au hii ilikuwa tu rahisi, ndio maana kapiga pawa ikatokea. Sasa huyu jamaa wamemdaba. Wewe kwanza wamedaba wazazi wake. Tuambieni, huyu ameponywa upofu,
Je, ni kipofu tangu kuzaliwa? Ni mkubwa huyo, bonge naye. Lengo wanakwepa kusema Yesu ni Masihi kwa sababu wanajua kitakachowapata. Jamaa wakamwita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia mpe Mungu utukufu. Umeelewa maana yake? Usimcredit Yesu, mpe Mungu utukufu bwana. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi, kumpe Mungu utukufu. Acha kumpa utukufu mwenye dhambi. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi, mimi sijui. Najua neno moja for sure, mambo ya dhambi zake mimi sijui, ila jambo ambalo najua sana kuwa mimi nilikuwa kipofu na sasa naona. Hiyo ndio hatuwezi kubishana. Swala la dhambi zake ndio tunaweza kujadiliana, ila kwamba mimi nilikuwa kipofu sasa hivi naona, that one I know for sure. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Tuendelee. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho kwa jinsi gani? Wanataka kuanalyze huo muujiza. Akawajibu, mimi kisha kuambia bwana, wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake. Hii ni kesi. Jamaa sasa ameshachukia. Mimi bwana, mimi nilikuwa sioni, sasa hivi naona. Au mambo sio yana dhambi, kaongea naye. Mstari unaofuata. Basi wakamshtumu wakasema, wewe mwanafunzi wake yule, tumejua haka ni kampango, haka ni kamchezo kenu. Amekupanga ya kwamba utuambie wewe ulikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa. Kumbe amekupanga wewe ni mwanafunzi wake. Wakajibu wao, sisi tu wanafunzi wa Musa. Alafu sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Wanachokikwepa ni kwamba amewauliza mnataka kuwa wanafunzi wake? Wakakwepa haraka, si ni wanafunzi wa Musa. Tunajua Mungu aliongea na Musa, ila huyu hata alikotokea hatujui. Yule mtu akajibu akamwambia, hii ni ajabu. Kama mtu anafanya hii miujiza hamjui ametokea wapi? Hafu nyie ndio natarajia mwe mnajua, kwa sababu nyie ni Mafarisayo, ni wataalamu. Kama hamjui ametokea wapi? Hii ni ajabu kwa kweli. Yaani sasa uende unatarajia maprofesa wa chuo kikuu kuna vitu wajue, afu hawajue. Sasa hii ni ajabu kweli. Sasa muujiza sio mimi kwamba naona. Muujiza ni kwamba nyie hamjui. That's a miracle alone. Kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Yaani hamjui. Watoto wangu walishawahi kuuliza siku moja, walijitambulisha kule shuleni kwao. Wakawa wanasema mimi naitwa Victor James Kalekwa, natokea New Vine Church Dodoma. Mwalimu akauliza, New Vine Church Dodoma ni wapi? Victor akaja akauliza, baba, yani kuna watu wanaishi Dodoma hawajui New Vine Church? Yani anaishije Dodoma hajui New Vine Church? Ndio sasa huyu jamaa anashangaa. Yani ananifumbua macho na mjua alikotokea. Nyie ni viongozi vipi sawa dini? Huo ndio muujiza wenyewe. Huko Dodoma hujui New Vine Church. Hiyo ni ajabu. Hii ni ajabu sana. Mtu ananifungua macho na hamumjui. I doubt you. Sasa nimeanza kuwa na mashaka na nyie. Mstari unaofuata. Twajua. Unaisikia sentence? Kwa mtu anayejua kuchambua mambo. Twajua, yani mimi na nyie. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi. Yani mimi na nyie ili tunakubaliana. Mungu hawasikii wenye dhambi. Bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kufanya mapenzi yake, humsikia huyo. Angalia walivyo mind. Mstari wa 32. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu aliyemfumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hivyo. Umeelewa sasa nilichokuwa nakisema? Messianic miracle. Haijawahi kusikiwa in history. Haijawahi, ni muujiza wa Masihi. Kwa hiyo hii ndio mara ya kwanza, ndio maana unaona wote wanashangaa. Hii taarifa mstari wa 32 inatusaidia kujua background. Twende mstari unaofuata. Anawaambia, kama huyo asingalitoka kwa Mungu,
asingeliweza kutenda neno lolote. He's preaching to them. Yani Mafarisayo wanaandika notes, bwana kipofu anawapa shule. Mimi na nyie tunajua Mungu asikiagi maombi ya wenye dhambi, twajua. Kwa hiyo kama amenifungua macho, twajua ametoka kwa Mungu. That's what he's saying. Twajua. Mstari wa 34. Wakamjibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa. Wakamtoa. Haya mahubiri yameanza kuwa mazito sana. Wewe mwenyewe umezaliwa kwenye dhambi, kwa sababu maelekezo ilikuwa ni kwamba mtu akizaliwa kipofu, ama wazazi wake au yeye ametenda dhambi. Nakumbuka ile swali, mwalimu, ni nani aliyetenda dhambi, wazazi wake au huyu? Ndio ilikuwa uelewa. Mtu akizaliwa kipofu, ama yeye au wazazi wake wametenda dhambi. Kwa hiyo akamwambia, toka hapa. Wewe kwanza ni tangu unazaliwa wewe ni una dhambi, alafu unaanza kutuhubiria sisi, toka. Wakamtoa nje. Lakini conclusion ndio hiyo, ya kwamba wenye dhambi Mungu hawasikii. Ile ya kwamba amesikiwa mpaka macho yangu yamefunguka, huyu hana dhambi. Twajua. Nyie hamjui? Twajua. Yaani mimi na nyie twajua. Tunaelewana vizuri watu wa Mungu? Nataka nikuonyeshe ya kwamba twajua. Vipofu tunajua, Mafarisayo tunajua, wahuni wanajua, yani masela wanajua. Ni Mungu anasikiaga maombi ya watakatifu. Hamna mtu asiyejua. Anawaambia tu, nyinyi mnajifanya wajinga, ila mnajua. Twajua. Nimeshawajumlisha. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukitembea kwenye njia ya utakatifu, unaweza usikubaliwe na watu, usikubaliwe na Mafarisayo. Watu wanaweza wakabishana kuhusiana na miujiza unayotenda, kuhusiana na matokeo ulionayo. Kijana wangu mmoja akaja ofisini akaniambia, mchungaji, kule nakofanya biashara sasa hivi wananiita majina. They are calling me names. Kwa nini? Kwa sababu biashara boom inaenda kwa kasi. Wanasema, ana mganga wapi? Sio anatuchota nyayo. Nikamwambia, twajua. 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 Kuna aina ya maombi Mungu anayasikia. Kuna aina ya maombi Mungu anayajibu. Watu wa Mungu, amen. Watakatifu wanaelewa. Kwa hiyo jambo la uhakika, ukitembea kwenye njia kuu ya utakatifu, wanaweza wakabishana, ila hawezi kujifiatua ya kwamba wanajua Mungu anasikia maombi ya wenye haki. Unaweza usisikie kama chills kwenye mwili wako, kwamba ukiomba unasikia kama baridi, lakini twajua. So unapoomba wewe una uhakika. Si uko kwenye njia kuu ya utakatifu? Basi wewe una uhakika, wewe endelea kuomba, kwa sababu twajua. Kwa sababu twajua. Hallelujah. Hallelujah. Sasa najua wengi mmebakia tu kwenye hiyo messianic miracle. Kumbe ilikuwa hivyo. Nyanyua mikono yako juu, tumshukuru Bwana. Bwana Yesu, tunakutukuza. Neno lako ni tamu. Nabii Isaya alivolishwa gombo, anasema lilikuwa ni tamu. Tamu kwenye midomo yao. Tamu kama asali. Neno lako ni tamu sana. Limejaa ajabu sana. Na leo tena umetuonyesha matunda ya utakatifu. Utusaidie sio tu kuwa futuristic. Utusaidie sio tu kuwa theoretical na swala la imani. Utusaidie kuwa tu sio historic na swala la imani. Tusaidie kuwa practical. Tusaidie kuwa experiential. Tusaidie kuona kwa uhalisi, kwa jina la Yesu. Matunda ya utakatifu tuyaone kwenye uhalisia. Na Baba, ninaomba ikiwa kuna mtu hapa miongoni mwetu ambaye bado Yesu sio Bwana Mwokozi wa maisha yake, haja kuamini bado, mpe hiyo nafasi afanye hivyo leo. Ninadai utashi wake. Ninadai maamuzi yake kutoka kwenye mikono ya adui. Aamue sawa sawa leo. Kila mmoja akiwa ameinamisha kichwa, amefunika macho. Najua umesikia somo zuri ambalo umegundua kuna kigezo cha utakatifu, na ungetamani somo hili liwe lako kwa uhalisia. Na umesikia kwamba ni kigezo cha utakatifu,
Na nilifundisha huko nyuma kuna utakatifu kwa nafasi na kuna utakatifu kwa tabia. Hiki ambacho tulikuwa nazungumza hapa ni utakatifu kwa tabia, kwa mwenendo. Inaanza na utakatifu kwa nafasi. Lazima Mungu akuhesabu ya kwamba wewe ni mwenye haki, na hiyo haki unaipata kupitia kumwamini Yesu. Hakuna tendo unaweza kufanya, hakuna bidii unaweza ukafanya ili kupata utakatifu wa nafasi. Nataka nikupatie hii fursa leo ya kumwamini Yesu Kristo. Uko mahali hapa haujamwamini Yesu, nataka nikupe hii nafasi umwamini Yesu awe mwokozi wako. Unataka kumwamini Yesu moyoni mwako, unaweza kunyanyua mkono wako juu. Unataka kusema ndio kwa Bwana Yesu. Sio jambo la kuonea haya, ni jambo la kufurahiwa, ni jambo la kusherekewa. Nyanyua tu mkono wako mmoja juu kabisa kama unataka kumwamini Bwana Yesu. Kama unataka kumwamini Bwana Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kanisa lako, na asante kwa kuruhusu tusikie mambo tuliyoyasikia. Naomba utupe bidii. Nataka kila mmoja mahali ulipo, walau kwa dakika moja, anza kuomba ya kwamba neno hili litakuwa dhahiri kwako. Anza kuomba ya kwamba utatembea kwenye njia kuu ya utakatifu. Anza kuomba ya kwamba utavuna matunda ya utakatifu. Anza kuomba huo uhakikisho uwe dhahiri kwako. Huo uhakikisho uwe dhahiri kwako. Uhakikisho wa maisha yaliyohuishwa. Uhakikisho wa kusikiwa maombi. Anza kuomba uwe dhahiri kwako. Uhakikisho wa kumuona Bwana. Anza kuomba uwe dhahiri kwako katika jina la Yesu Kristo. Uhakikisho wa kupokea heshima ya utumishi wa Mungu, omba uwe dhahiri kwako katika jina la Yesu. Una dakika moja ya kufanya hivyo. Nisikie sauti iliyopazwa ukiomba katika jina la Yesu, ukiomba katika roho, ukiomba kwa akili na ukiomba kwa roho, ukiomba kwa akili na ukiomba kwa roho katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jehova nisaidie katika jina la Yesu. Jehova niwezeshe katika jina la Yesu. Walioko hapa kanisani, walioko kule majumbani, wanaofuatilia kwa njia mtandao, kwa jina la Yesu ninaomba kwa jina la Yesu, utakatifu uumbike uwe vazi, utakatifu uwe tamaduni, utakatifu uwe mwenendo, utakatifu uwe mila na desturi, utakatifu uwe maisha kwa jina la Yesu. Katika usemi, katika mwenendo, katika kuwaza, katika kila eneo la maisha utakatifu, katika kila eneo la maisha utakatifu uinuke, utakatifu uinuke, utakatifu uinuke, utakatifu uinuke, utakatifu uinuke. Ninaomba roho ya utakatifu, roho ya usafi iinuke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila eneo la maisha, kwenye nyanja zote za maisha, kule kazini, kule kwenye biashara, utakatifu, kwenye masomo, utakatifu, watu wanapoona, watu wasipoona, utakatifu. Jehova, asante. Asante kwa roho ya utakatifu ambao unaiumba miongoni mwetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Katika jina la Yesu tumepokea. Amen. Mshangilie Bwana Yesu. Amen. Amen.